Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, nasimama kuzungumzia hoja hii ambayo imeletwa na Mheshimiwa Esther Passaris, na niseme nimeona ya kwamba lengo lake limekuwa lengo bora ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wanaweza kupata elimu vile inavyofaa. Lakini nataka nizungumzie ya kwamba hoja hii iliyoletwa, ikiwa hatutaiangalia kimakini, tutarudi kule nyuma tulikokuwa. Kwanza kabisa tujiulize, kwa nini taifa letu limechukua mbinu ya ugatuzi? Taifa letu lilichukua mbinu ya ugatuzi kwa sababu hapo awali ilipokuwa fedha zote zinawekwa pale juu, ilikuwa ni changamoto kubwa kuhakikisha ya kwamba Wakenya wengi kule mashinani wameweza kufikiwa na fedha hizi ndiposa waweze kupata elimu. Nikiangalia hiyo miaka ya nyuma, kabla hatujakuwa na vitengo vya fedha hizi za NG-CDF, fedha hizi za NGAF na fedha hizi zikipitia katika kaunti zetu zile 47, tunaangalia ya kwamba kulikuwa hakuna usawa katika upande wa kielimu. Haswa nikiangalia zile sehemu ambazo tunasema ni sehemu zilizotengwa ama ni sehemu za wachache, tukiangalia haswa katika mambo ya kielimu, tuliona ya kwamba sehemu zile hazikuwa zinapata usawa katika zile fedha za kielimu. Na wale waliokuwa kabla ya sisi waliposema ya kwamba hizi fedha zishuke mashinani, pale chini mashinani, mbunge ambaye yuko katika eneo bunge atajua wanafunzi katika eneo bunge lake, na atajua wale ambao pia wana changamoto, ambao ni maskini, ambao wana shida, wana uhaba wa fedha, ataweza kuwaleta karibu na kuweza kupata fedha zile. Fedha hizi zinapopelekwa katika akaunti ile ya juu ya kitaifa, tunajiuliza wale watu walioko chini mashinani wataweza kuzifikia vipi? Leo hii Mkenya anaweza kuja katika ofisi ya mbunge na aweze kuomba basari, anaweza kwenda katika ofisi ya kaunti aweze kuomba basari, na ofisi ya yule ambaye tunamuita mjumbe katika ile kaunti anaweza kufikiwa pale. Je, fedha hizi zikiwa pale juu, huyu Mkenya aliye chini, aliye mlala hoi, aliye maskini ataweza kufika vipi? Tujiulize, hizi fedha ambao kwa Kiingereza tunasema capitation ama fedha zinazowekewa kila mwanafunzi, tumekuwa na changamoto ngapi? Tumekuwa na changamoto nyingi sana, ambapo shule nyingi sana zimekuwa hazipati fedha hizi, na wakipata wanapata kuchelewa ama wanapata robo ama nusu ya fedha hizi. Hiyo ni changamoto moja. Changamoto ya pili, kuna fedha zile za muundo misingi ambazo zinatoka kwa wizara. Mimi sasa hivi ukiniuliza, shule zangu nyingi hazipati fedha hizo. Nimekuwa nikifuatilia, nikienda kwa wizara, nikiandika mabarua, nikiteta, lakini napata fedha zile siwezi kuzipata. Na pia fedha zile zinatolewa kisiasa. Iwapo wewe pengine utasikizana na yule waziri ama uko katika serikali, utaweza kuzipata. Ikiwa wewe uko katika upinzani, mara nyingi sana unaenda unazungumza, husikizwi na hakuna kinachofanyika. Nataka niambie wabunge wenzangu, tusirudi kule kwenye changamoto ambazo tulikuwa tunazipata. Sisi wenyewe tunakaa na Wakenya wetu pale mashinani, tunawajua, tunawafahamu, tunajua changamoto zao, ndiposa tunaweza kuwapatia hizi basari. Hata tukisema tuziunganishe zote ziwekwe pale juu, hazitafidia kuweza kupeleka katika mashule yetu yote yaliyoko. Ukumbuke tuna shule za umma, tuna pia zile shule za kibinafsi, lakini zote zinasoma watoto wetu, sisi kama Wakenya na sisi kama viongozi. Kwa hivyo mimi nataka niseme, sisi jukumu la kufanya ni kuweka utaratibu mzuri unaofaa. Tuseme kwa mfano, ikiwa fedha ya kaunti itasimamia koleji na zile university, basi fedha za mjumbe ziweze kuangalia shule za upili, na pengine fedha zile za yule mjumbe katika kaunti ziweze kuangalia pengine zile shule maalum, na fedha zile ambazo zinaletwa na kiongozi wa kina mama. Kuna shule maalum, shule za watoto ambao waoni, shule ambazo wana ulemavu na shule zile maalum. Hizo ndio njia, tukae chini tufikirie, je, tutazipeleka vipi ndio isiwe mwanafunzi mmoja amefuata fedha zote hizo na wengine wengi wamekosa. Lakini kusema tunaziregesha pale juu, sisi tutakuwa tunapata shida sana. Itakuwa ni ombaomba, kila siku unashinda ombaomba, uingie ofisi hino, utoke ofisi hino, umpige huyu simu, apende awe amependa ametaka ndio uletewe. Hatutarudi huko, tulitoka huko.
Asante Mheshimiwa Mishi Mboko. The Honorable Abdul Haro, Mandera South. And thank you for your patience.